aliyasema maneno machache ya muhimu ambayo kwetu Wakristo tunapaswa kuyatumia katika maisha yetu. Neno la kwanza la Yesu, Baba uwasamehe. Baba uwasamehe. Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Je, waliomtesa walikuwa hawajui kwa nini wanamtesa? Walikuwa wamerukwa na akili? Msamaha wa Mungu ama huruma ya Mungu ni kubwa zaidi ya yale tunayomtendea. Leo hivi tutakuwa pamoja nasi. Wachambuzi wa Biblia wanamtaja Dismas kama yule mnyang'anyi aliyeomba huruma kwa Yesu. Yesu anampa huruma na anamtangaza kuwa mtakatifu. Pamoja na ubaya wetu, Kristo anataka na sisi pia tuwasamehe wengine. Mara ngapi tunasikia tunasema wenyewe, mtu yule siwezi kumsamehe na nikifa asije kunizika. Maneno hayo sio ya Ukristo. Kama tunavyosali sala Baba yetu kuomba Kristo atusamehe makosa yetu, na sisi tuwasamehe wale wanaotukosea. Je, tunawasamehe wengine? Neno hilo lituamshe leo katika kutoa msamaha. Mara zote tunategemea mtu atupate kwamba nimekukosea sana, unisamehe. Hapana, Kristo anatuambia tuwasamehe hata ambao hawajaja kuomba msamaha. Neno la pili, leo hivi utakuwa pamoja nami. Katika maumivu makali, Yesu bado anataka tutunze utakatifu wetu. Mara ngapi tunakufuru, tunapoumwa magonjwa mazito, tunapopata magumu mbalimbali. Je, tunabariki ama tunalaani? Yesu anaendelea kuwatumikia utakatifu wateule wake hata katika maumivu. Tumuombe Yesu atukumbuke na sisi, atujalie roho utakatifu. Neno la tatu, huyu ni mwana wako. Huyu ni mwana wako. Huyu ni mwana wako. Neno hilo anamwambia mama yake na Bikira Maria akimkabidhi Yohana. Nasi tumepewa mama Bikira Maria au mwombezi wetu. Tunaposoma maandiko matakatifu tangia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, tukikutana na habari ya Bikira Maria, tutakuta sehemu popote ambapo hata shetani alisogea ili amjaribu. Yesu mwenyewe alijaribiwa na Ibilisi. Manabii mbalimbali walijaribiwa, lakini Bikira Maria kwa kuwa alipigiwa dhambi ya asili, hawezi tena kujaribiwa na Ibilisi. Tunapomwomba mama huyu na kusali rozari kwa maombezi yake, tunapata nguvu. Tunaye mama, usihofu. Neno la nne, Mungu wangu, mbona umeniacha? Hicho ni kilio cha mtu mwenye haki. Lakini neno hilo linatukumbusha kwamba wanaoteseka si wa dhambi. Unapopata magonjwa, mahangaiko mbalimbali, si kama Mungu amekulaani. Mungu hajakuacha. Kama mwanaye amelia kilio hicho, ni utambulisho wa yeye aliye haki. Yeye yu wa haki. Yeye mwenye huruma kuu, watu wamtazame. Lakini waliokuwa msalabani wakawa wanasema maneno mengine. Wanamuita Elia, tuone kama atakuja kumsaidia. Yesu anatukumbusha na sisi tunapolalamika kwamba Mungu wangu, mbona umeniacha? Tubaki katika haki. Kuna haja ya kumdai Mungu kwa kwani watu waadilifu, lakini mateso yakipigia si kwamba tumetenda dhambi. Neno la tano, naona kiu. Kiu ya Yesu ilikuwa si kwa ajili ya kupata maji au divai. Kwa ni kiu yake sasa, yale aliyatamani, ukombozi wa watu wake. Hata walipompatia siki ile chungu ili kumpunguzia maumivu, alikataa. Na sisi pia tunaona kiu. Katika maadili ya kanisa tunakumbushwa, hata kama tunateseka kiasi gani, tusiseme bora tuniondoke niishe. Tuseme Mungu asante. Kiu yetu iwe ni Mungu, kwamba namuona Yesu. Kiu yetu iwe kwa Yesu, tayari aliona kiu ile ya kweli. Kiu na njaa vinatujia katika maisha yetu ya kiroho,
lakini kiu ya Yesu ilikuwa kuwaokoa wanadamu. Neno la 6, yametimia. Yesu kama mtumishi mwaminifu anampasha Baba yake wa mbinguni habari kwamba nimeimaliza kazi uliyonipatia. Na sisi vile vile itafuta kipindi tunasema yametimia. Mara ya mwisho nilizungumza na wafiwa sehemu fulani kwambia ifike kipindi tukubali kufa. Kwa wengine watu ni wagumu, hawataki kufa. Hawataki roho zao zitoke. Yesu alitia akasema yametimia. Tutakapokufa kama tumejiandaa wala tutakuwa na shida. Tuambie Baba, sasa mikononi mwako naiweka roho yangu. Sasa yametimia. Sasa yale ambayo ulionituma katika kipindi cha maisha yangu yamefika. Na tunaruhusu sasa katika namna hiyo Mungu afanye anachotaka. Kumbe hata mimi na wewe tunaogopa kufa. Lakini katika yale aliyosema Yesu, hatupaswi kuogopa. Kwa kuwa tunapokufa tunajiandaa kwa maisha mapya. Neno la 7. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Yesu anajitolea sadaka yake msalabani. Ndio sadaka tunaifanya kila siku katika maadhimisho ya misa altareni. Ndio sadaka ya Ekaristi. Kama Yesu ameiweka roho yake mikononi mwa Mungu Baba wa mbinguni, na sisi pia maisha yetu tuyaweke mikononi mwa Mungu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma tumwachie Mungu yote. Tumwambie Mungu yachukue haya yote na utusaidie. Tunapoadhimisha sadaka ya misa, tukumbuke sadaka ya Yesu msalabani. Tena anapokufa pazia la hekalu linapasuka vipande. Maana yake tunaunganishwa na sisi kufikia utakatifu. Patakatifu pa patakatifu panawekwa wazi ili sote tuingie. Tumombe Mungu atusaidie tunapokumbuka maneno ya Yesu katika safari yetu ya kiroho, kumkabidhi yote, kumwachia yote, lakini kumshukuru katika yote. Kwa kuwa sadaka hata ya misa ni sadaka ya shukrani. Tuwe watu wa shukrani kwa kujitolea pia kwa wengine, kwa matendo yetu mema. Tukabidhi kazi zetu, shughuli zetu daima mikononi mwa Mungu. Na katika kipindi hiki cha Kwaresma ambacho ndio kipindi cha pekee kwa siku 40, si zaidi ya hapo, ndio kipindi cha kufanya mageuzi ya kiroho. Na kibidi tusimame imara katika imani na Mungu atatuhurumia. Na yote tunayoomba kama matunda ya Kwaresma tutayapata. Sala zetu, sadaka zetu, majitoleo yetu na kutaka kubaki kuwa wema. Lakini tusiache kutubu dhambi zetu. Kwa kuwa Kristo anatamani kutusamehe hata. Kama wewe ungehesabu maovu, nani angesimama? Kama wewe ungehesabu maovu, nani angesimama? Masikio ya